kwa sababu kazi mingi sana anafanya kule kwa Senate section. I just want you, because you are cleverer than me, ueducate hao kidogo kuhusu how the national government functions, county government functions, and now huko chini. Karibu sana. Niseme haya. Tunasema Teso North. Emuria Koliae. Nina furaha sana kufika hapa. Nilikuwa hapa Teso North wiki mbili zilizopita. Mimi ni Eddie Okech na mimi ndiye senator wa Migori County. Na katika chama ya ODM, baba alinipatia kazi kubwa sana kama mwenyekiti wa ile komiti inaitwa Disaster Response Team. Hiyo Disaster Response ni komiti ambayo imeteuliwa na baba ili isaidie watu wetu Kenya nzima ambao wameathiriwa na mafuriko. Asante sana. Na ndiposa 2 weeks ago nilikuwa pale Malaba Central na tukapatiana vyakula, tukapatiana mattress, tukapatiana vitu vizuri vile ambavyo zingeweza kusaidia watu wetu. Na kwa leo nimerudi tena hapa Teso North kwa sababu ya urafiki ambao tuko nayo hapa, pamoja na kazi ambayo imenirudisha Busia, ambayo ni kuendelea kuwasaidia wale walioathiriwa na hiyo janga ya floods ambao tumekuwa nayo. Kwa hivyo ningependa kuwaomba kwamba nilikuwa mchache wa maneno, tafadhali muniwie radhi kwa sababu tunafaa kukimbia tuende mpaka Budalangi tusaidie watu wetu wengine ambao hawana manyumba pale ambao waliathiriwa. Lakini hata hivyo, vile nimekuja katika hii hafla ya leo, nimefurahi sana. Tena unajua wanasemanga kwa Kiteso, ebeiko aberu. Si ndio? Ebeiko aberu, si ndio? Sisi kule kwetu tunasemanga kwamba mine nyalo. Huko Migori tunasema mine nyalo. Inamaanisha kwamba nguzo ya jamii ni mama. Na nimeona kwamba mama yetu hapa, Mama Catherine Omanyo, amesimama na nyinyi vizuri sana. Kwa sababu kwa hafla zote ambao nimeenda, sijaienda nikapata 80% ambao ni wanawake. Na hapa ni almost 100% ni wanawake. Ni akina mama, si ndio? Unajua wakati huko tunafanya siasa kule kwetu, ukipatia kuna kitu tunaitanga gonya. Unajua gonya? Ile watu wanapatia kitu kidogo 50, 100. Mzee ukimpatia 100, anaenda nayo kwa center Kocholia. Anakaa pale, anaanza kukunywa chai. Anacheza draft kidogo, ananunua mandazi. Alafu anamaliza yote, akienda nyumbani watu wanalia, sivyo? Lakini mama ukimpatia shilingi 100, atachukua shilingi 10 anunue nao omena. Shilingi 10 anunue nao mafuta ya kupika. Shilingi 10 anunue nao nyanya. Shilingi 10 anunue nao chumvi. 10 anunue nao sabuni. Akienda nyumbani amebeba mpaka kibiriti, si ndio? Alafu sasa ule mzee ambaye alikuwa pale kwa senta anakula chakula ya shilingi 5, shilingi 10 akicheza draft, akifika nyumbani anataka omena ya mama. Ndiposa ukijenga mama umejenga jamii. Na nasema kwamba I am very proud of Mheshimiwa Omanyo kwa kazi unafanya na wamama hapa. It's not easy kupata mtu ambaye ako na ukweli wa kusaidia wamama, wanapatia over 100,000 ili waweke kwa groups wajitegemee. Si ni kazi nzuri jameni? Na huyu mama unamuona hivi, msimuone tu. Ni mama ambaye ako na utu. Na ni mama ambaye ako na tabia. Na ni mama ambaye ako na stance. Hapa juzi tulimteua tukamweka kwa komiti pale bunge.
Tukasema kwamba kuna jamaa alienda akachukua mbolea ya sumu akapatia wa Kenya. Si mnamjua? Anaitwa nani? Linturi, si ndio? Alitupatia mbolea ya sumu, na hiyo serikali ambayo ilitupatia mbolea ya sumu ndio imetuletea balaa. Hii laana ya mvua mnaona yote, hii laana imetoka huko juu mbinguni, kwa sababu shamba zetu zilikuwa na sumu kabisa. Mungu akasema kwamba wacha nitume mvua ioshe hiyo mbolea iende, si ndio? Sasa wakati Mungu ametuma mvua inaosha mbolea, sisi pia kama binadamu tukasema kwamba lazima tuende pale kwa bunge tutoe huyo waziri ambaye alitupatia sumu katika mashamba zetu. Tukateua wabunge waende pale. Wabunge wakanunuliwa kama kuku. Alafu wakawita huyu mama yetu Momanya alikuwa katika hiyo komiti. Wakampatia 5 million. Akasema nimekataa katakata, nimetumwa na watu wa Busia nifanyie wananchi kazi. Sio ni kiongozi jameni? Sio ni kiongozi? Unajua wakati nilikuwa nakuja hapa, kwa sababu mzee alinipatia hii kazi, Raila Amolo Odinga, nilimpigia simu. Akasema kwamba nikuja hapa ya kwanza nitume salamu zake. Mmepokea? Ya pili akaniambia ya kwamba alinituma hapa na maneno matatu. Salamu ilikuwa ya kwanza. Ya pili akasema kama jamii ya Teso niwapatie shukrani zake kubwa zaidi kwa kusimama na yeye na kwa kumpigia kura 2022 ambayo tulipitia. Mmepata hizo shukrani? Tena akasema nikifika hapa ni washukuru zaidi kwa kupigia gavana wetu pia kura. Akasema tena nikifika hapa ni washukuru zaidi, tena zaidi. Hapo alisema unajua ile sauti ya baba. Alisema zaidi, tena zaidi, kwa kupigia Catherine Omanyo kura akuwe women rep. Hello? Na akasema pia anawashukuru tena zaidi kwa kupigia Mheshimiwa Kaunya kura aingie bunge. Ya tatu, nikimalizia salamu za baba, ameniambia kwamba kwa wale ambao wanajua mpira, kama uko katika uwanja na uko na wachezaji wazuri ambao wanajua kufunga bao, unaweza wabadilisha kweli? Unawabadilisha kweli? Ameniambia kwamba hapa namba 9 ambaye anajua kufunga mpira wa kwanza ambao msibadilishe ni Catherine Omanyo. Hapo sawa? Akasema kwamba msibadilishe mzee Kaunya. Akasema watu wake ambao wako nao hapa wote wa ODM muwashikilie mkono, kwa sababu tukienda pale juu kwa ambao watu wako na serikali, hauwezi enda kama mtu mmoja binafsi ambaye anajitafutia ya tumbo yake. Kwa mfano ule gavana wenye ambaye alikuwa hapa anaitwa Ojamong. Unajua yeye ni mzee, sifai kuongea juu yake, lakini alinisinya kidogo, kwa sababu mtu akikupatia chakula kwa sahani, ukule chakula umemaliza, hauwezi kula chakula alafu uchukue sahani alafu uende ukalie ukaanza kufanya ile mambo mabaya kwa sahani, si ndio? Mnajua kwamba Ojamong akitoka shule, mtu wa kumshika mkono kumpatia kazi ya kwanza ilikuwa baba Raila Amolo Odinga. Kazi ya kwanza ambayo Ojamong alifanya ilikuwa pale kuingia kwa chama na akakuwa official pale kwa chama. Tena alikuwa anakula pesa. Baba akamshika mkono akamfanya akakuwa MP. 10 years amekuwa MP. Sio mnajua? Tena wakati alikuwa MP, baba akamshika mkono akamfanya tena akakuwa assistant minister akakula, sivyo? Baadaye baba akamshika mkono akamweka akakuwa governor wa Busia. 10 years amekula, ama ni uongo? Baada ya hiyo baba akamshika Ojamong mkono tena akachukua bibi yake kwa nyumba akamnominate akakuwa MCA. Wakati saa hizi Ojamong ako nje anakula pesa ya chama ya ODM kupitia kwa bibi yake. Alafu leo anaambia watu wa Busia ati tuingie serikali. Serikali gani Ojamong atatupeleka na cheo gani Ojamong atapata katika serikali kuliko ile cheo alipatiwa ya assistant minister na ya governor 10 years? Sio ni mtu anajitafutia tumbo?
Sasa nawaomba kwamba chama ndio unaweza kutumia kunegotiate na jamii zingine. Na sisi kama jamii ya Wateso, jamii ya Wajaluya, jamii ya Wajaluo, wote tuko pamoja kwa chama ya ODM, sio ile chama ingine ya UDA. Si ndio? Na nasema hii kwa sababu ile chama ya UDA iko na promises chungu nzima. Hata juzi president alikuja hapa Bungoma. Si mnajua hiyo? Alitoka hapa jana, sivyo? President anajua kwamba hapa penye tuko ni changara. Anajua kweli? Si hapa ni changara? Hakuna maji hapa, si ndio? Hata unaleta mashini kubwa uchimbe maji uingie huko chini, hakuna maji. Lakini ukienda hapa Malakisi kuna maji Malakisi. Badala ya president akuja hapa atuambie kwamba hao watu wa hapa wanafaa kutengenezewa piping system itoke hapa Malakisi ilete maji hapa, yeye anatuambia atatupeleka internet. Anatuambia atatupeleka WhatsApp. Anatuambia atatupeleka Facebook. Si huyo president ni wazimu jameni? Si amekuwa wazimu? Badala ya kuja hapa ajue kwamba ukikuja hapa vitu ambavyo tunaweka hapa ni kama akima, millet, si ndio? Hapa ukikuja unapata kitu kama emuogo. Si ndio? Badala ya kuja ajue hapo ukikuja hapa unapata imuoma, sorghum, si ndio? Ukikuja hapa unafaa kuja kuambia watu wetu hapa Wateso kwamba tunataka kutengeneza soko ya sorghum, soko ya millet, soko ya cassava. Alafu unakuja hapo unatuambia mimi ndaweka Bungoma ikue kama Nairobi. Ati ikue city. Sasa itakuwa city bila pesa na Kakamega ni kubwa kuliko Bungoma. Bungoma ni namba 2, alafu Busia ni namba 3. Hii city yake inatoka wapi? Unajua wakati wengine kama mtu ameshikwa na wazimu, amfai kumpiga sana, sivyo? Mnafaa kumfanyia maombi. Imefika wakati president wetu anataka maombi. Ama namna gani? Ama hapo nimeharibu mambo? Nimeharibu mambo. Na tunasema maombi ambayo president anataka sio maombi ya Shakahola. Ni maombi ya kumuokoa, ajue shida ya true hustlers ambao ni hao wamama wako hapa chini, ili Omanya akiwapatia 100,000 waanze nao biashara. Anatuma hapa 200,000, anaongeza wamama wafanye biashara yao. Ama namna gani? Sitakuwa mwengi wa maneno, ningependa kuongea na nyinyi sana, lakini kwa sababu tunaenda Budalangi, nataka kuwashukuru sana kwa kunikaribisha, na nina nia na lengo kwamba siku moja Omanya akirudi hapa turudi na yeye, kama tuko na wakati mzuri tupige story mpaka jioni. Asanteni sana. Mjaluo ambaye anaongea Kiswahili sanifu. Haya. Kwa sababu tuko na time limit. Ukisikia jina ya group, chairman, treasurer, secretary, kimbia hapa. Mnaelewa? Leo mashule kwanza ambazo zitapata tanks ni Akobwait Primary, Angorai Primary, Kakereut Primary, Kasinge Primary, SA Adanya Secondary, Angaro Primary, Aidomor Primary, Kengatunyi, St. Jude, Kamolo Secondary, Akapejan Secondary, KAJ Primary, St. Jude, ya Wanyonyur, kuna St. Jude ya juu, ya Wanyonyur na St. Jude ya Kagutu. Then kuna Korisai, kuna Kaiset, kuna Adurkoit, kuna Kamolo Primary School. So tuta flag off tukitoka, lakini zile checks ukisikia tu jina kindly songa na speedy. Akiyun Women Group 100,000, Kakapel Alakara 100,000, Friends Welfare Group 100,000, Katakwa jiendeleze. Songeni tu haraka. Watatu. Katakwa jiendeleze. Malaki
Malaba first ladies. Then Malaba widows. Kakapel. Patia chief guest Mike. Patia chief guest Mike. Kakapel. Malaba Loaders Youth Group. Malaba ini kan? Malaba